kama alivyoomba nabii wako sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka fadlak wa rahmatak fa innahu la yamlikuha illa ant. Kuonyesha dua hii inaonyesha utambuzi wa mtu ya kwamba anakubali fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Ni wangapi kati yetu enyi waja wa Allah subhanahu walibanwa na haja kubwa katika maisha yao, walikuwa na kesi nzito za mahakamani, walikuwa na tuhuma nzito za kupelekea kunyongwa au kufungwa, tuhuma ambazo hazikuwa ni zina ukweli ndani yake, lakini lamma tadarra'u ila rabbihim, walipojinyenyekeza kwa Mola wao, wakajikurubisha kwa Mola wao, jaahumul faraj, iliwaijia faraja, iliwaijia faraja ya hali ya juu ambayo hawakuitegemea. Alqa qalbaka ila Allah, utundika moyo wako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wasaluhu min fadli, endelea kumwomba fadhila zake. Kwa Mola wako kuna rundo la fadhila. Lakini pia ibadallah, katika fadhila kubwa, an ja'alaka min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika fadhila kubwa Mola wako amekufanya wewe kuwa ni katika ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, yako maumati mbalimbali, jamii za watu mbalimbali, lakini nabii sallallahu alaihi wasallam kwa kuwa yeye yupo katika umma huu, umma wake ukafanywa kuwa ni umma bora. Wa antum tuwaffuna 70 umma, mnazishinda nyumati 70 kwa ubora. Hii ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala kukufanya wewe katika ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakutaka ushukuru, yakutaka ubaki katika mafundisho ya Muhammad alayhi salatu wasalam. Jiepusha na matendo yasiyokuwa katika umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi sahih Muslim, katika sahih Muslim, moja ya hadithi mashuhuri, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, hakika ya mfano wenu nyinyi na mfano wa Mayahudi na Manasara ni mfano wa mtu ambaye aliajiri wafanyakazi, kisha akasema, ni nani atakayenifanyia kazi kuanzia alfajiri mpaka wakati wa dhuhuri, nitamlipa dinari moja. Wakaifanya ile kazi Mayahudi. Kisha pia Mtume akasema, ni nani atanifanyia kazi kuanzia dhuhuri mpaka alasiri, nitampa dinari moja. Wakaifanya hiyo kazi Manasara. Kisha akasema, ni nani atanifanyia kazi kuanzia alasiri mpaka magharibi, mkafanya ninyi, walahu dinaran, na huyo atapata dinari 2. Nyinyi ummati Muhammadi mkaenda kufanya hiyo kazi. Faghadhiba alyahudu wan nasara, walikasirika mno Mayahudi na Manasara, wakasema, nahnu aktharu amalan wa aqallu ajra, sisi ni watu tumefanya kazi nyingi lakini ujira wetu ni mdogo. Qala rabbuhum, Mola wakawaambia, hal dhalamtukum min shay, je, kuna mahala nini kudhulumuni katika hili? Katika haya makubaliano niliyotoa kuna mtu nimemdhulumu? Qalu la, wakasema hapana. Faqala, akasema, dhalika fadli utihi man asha, hiyo ni fadhila yangu, ninampa ninayemtaka mimi. Aliposema haya maneno, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Mtume akasema, antum akhiru umma, nyinyi ni umma wa mwisho, wa asbaquhum, lakini ni watu ambao mtakaotangulia mbele. Mmepewa umri mchache, umri wa miaka 63, lakini ujira wenu ni mkubwa. Matendo yenu mnayoyafanya ndani yake yana ujira mpana mkubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kinyume na Mayahudi na Manasara. Walipewa muda mrefu, walipewa miaka mingi, matendo yao ni mengi, lakini ujira wao ni mdogo sana. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, aliyekuwa na nafasi, aliyekuwa na utawala, aliyekuwa na usimamizi mahala fulani, ahakikishe kwenye mahala pale la yadhlimu ahadan, asimdhulumu mtu yoyote, afanye uadilifu katika nafasi yake, asimamishe sheria ya Allah kwenye nafasi yake, kwa sababu hiyo ni fadhila ya Allah subhanahu kampa. Kitendo cha wewe kuwa ni msimamizi, bosi fulani, kitendo cha wewe kuwa ni manager fulani, kitendo cha wewe kuwa una nyota fulani,
na moja katika madaraka ya kidunia, basi uwepo wako kwenye hiyo nafasi ni fadhlu min Allah, ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. نبي الله سليمان داود walikiri uwepo wao kwenye hiyo nafasi ya kuweza kusikia. Nabiullah Suleiman kusikia mpaka sauti za ndege, anasema inna hadha lahuwa alfadlul mubin. Hii ni fadhila ya Allah iliyokuwa ya wazi sana. Kitendo cha wewe kuwa na nafasi mahala, hakikisha sehemu yako hiyo. Usitie watu majonzi, usiwatie watu simanzi, usiwafanye wengine wakawa mayatima, usije ukavunja ndoa za watu kwa nafasi yako ulionayo. Inna hadha lahuwa alfadlul mubin, wallahu tabaraka wa taala a'lam. alhamdulillahi ala ihsani والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله، لو الله سبحانه وتعالى asingeiteremsha fadhila yake kwako wewe, hali ulionayo leo hii ta'ian li rabbik, umekuwa ni mwenye kumtii Mola wako, unahudhuria kwenye ibada mbalimbali, unajishughulisha na vikao vya elimu, unamdhukuru Allah subhanahu, unajiweka mbali na matamanio ya nafsi, unajiweka mbali na mambo yote yanayochafua nafsi, unajiweka mbali na mambo yote ambayo ni haramu. Lau sio fadhila ya Allah subhanahu la kunta kaghairika min albashar, ungelikuwa ni mfano wa watu wengine katika binadamu. Alladhina yujahiruna Allah bil maasi wa dhulum, watu ambao wanadhihirisha machafu na maasi na madhambi mbalimbali. Ungelikuwa kwenye barabara hiyo, ungelikuwa kwenye hilo dimbwi, lakini Mola wako ameiteremsha fadhila ya akili na uweledi, ameteremsha kwako wewe moyo uliokuwa msafi, ameteremsha kwako wewe pawa na nguvu ya hali ya juu kuelewa nafasi ya Mola wako. walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ma saka minkum min ahadin abada walakin Allah yusakki man yasha. Lakini pia Allah akasema walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu lattaba'tum ash-shaytana illa qalila. Lau sio fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala, watu wangelikuwa kwenye madimbi ya ushirikina, wangelikuwa kwenye madimbi na mabahari ya uasi mkubwa, wangemfuata shaytan na wangekuwa katika mausat, watu wangelikuwa maarufu kwenye uovu. Lakini hii ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amekutoa kwenye msimu wa kwanza wa Ramadhan, amekuweka kwenye msimu wa mwezi wa Shawwal, anaanza kukuandaa na msimu wa miezi mitukufu aliyoitamka ndani ya kitabu chake tabaraka wa taala, kukuonyesha ya kwamba anajua nafasi yako Allah. Wewe ni mwanadamu na amekukirimu, basi na wewe ifahamu fadhila yako kuwa ni mwanadamu uliyekirimiwa. Iheshimu nafsi yako, uchunge moyo wako, weka mipaka nafsi yako, heshimu mipaka ya Mola wako subhana. Sijue kama hizi ni sunna za nabii wako Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Qul innal fadla biyadillah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Fadla zote ni za Allah subhana. Qul innal fadla biyadillah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Lakini pia yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dhul fadli alazim, anamhusisha kwa rehema yake amtakaye. Wallahu dhul fadli alazim, na Allah ni mwenye fadhila kubwa sana, ni mwenye fadhila nyingi. Amekujalia una afya, umekuwa ni mtu ambaye una akili,
unajua haya ni matendo yanayodhuru. Hii ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala. Basi misimu yenye kheri kwako wewe usiitupilie mbali. Kitendo cha kuwa na afya kipindi hichi ni salama ya kujitengenezea mustakbali nzuri. Ibadallah, nimalizie hutuba yangu kwa kusema aliyeruzukiwa mali, aliyepewa mali, Allah akamfungulia katika mali chochote, basi katika moja ya kuthibitisha anatia fadhila za Allah, anazitii fadhila za Allah, anazikubali, ni mali yake kuitoa ila alfuqarai walmasakin walmuhtajin, ni kuitoa mali yake kwa mafakiri na kwa masikini na kwa watu wenye kuhitajia. Mali hizo mali za Allah subhanahu wa ta'ala, wa antum mustakhlafina fi. Moja ya fadhila ya mtu anayetambua kwamba hapa nipo katika fadhila za Allah subhanahu ni pale alipokuwa ameruzukiwa mali, sasa mali ile akawa anaitoa lillah sirran wa jahra, anaitoa kwa siri na wazi. Alfuqara min almuhajirin, mafakiri katika muhajirin walikwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakamwambia, ya Rasulullah, dhahaba ahlu duthuri bil ujur, watu wenye mali wanatuondokea na ujira mwingi sana. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum, wanaswali kama tunavyoswali sisi na wanafunga kama vile tunavyofunga sisi. Wayatasaddaquna wala natasaddaq, wayutiquna wala nu'tiq, wanatoa sadaka lakini sisi hatutoi sadaka. Wanaacha watumwa huru, sisi hatuachi watumwa huru. Wanatushinda kwa ujira hawa, wanaondoka kwa ujira. Ewe Mtume sallallahu alaihi wasallam,